So Peter puts it this way, anasema ili kwamba ukomae, you need to have a desire for growth. Na hii desire anasema utamani maziwa ya neno. Bwana Yesu asifiwe. So to mean that wakati ambapo nimezaliwa ndani ya Kristo, there is only one milk I need in order to grow, which is the word. Na hii neno ambayo ninahitaji, Peter anaiweka, anasema tamani. How many of us have the desire of the word of God for our growth? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko na utamani wa neno la Mungu ili kwamba tukomae? We are living in a time ambayo we do not go to the word of God for solutions. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona a video on TikTok, mtu anasema siku hizi mambo ya kiroho tunaenda kuuliza ChatGPT na Google. We no longer go to the Bible to seek for solutions. So kila kitu, every answer we think we can find online. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana so many people kukomaa ndani ya wokovu imekuwa ngumu, and so many people wamebaki wakiwa stagnant in one place. Bwana Yesu asifiwe. The reason walimu wengi wanatokea, the reason doctrines nyingi zinatokea, ni kwa sababu most people are not rooted in the word of God. Na ndio maana tunapeperushwa. Paul anasema jiwekeni kwenye mafunzo ili kwamba msipeperushwe kama bendera. He was talking about times like this ambayo everybody has an opinion. Bwana Yesu asifiwe. Everybody knows something. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua kitu. Utakuja kupata single people advising people about marriage. Wewe kwanza uko single, alafu una advise watu kuhusu marriage enye wewe hujawahi ingia. Heri hata divorce kwa sababu ako na experience, anajua mbona alitoka. Bwana Yesu asifiwe. You find people, kila mtu ako na opinion yake, kila mtu ni mwalimu siku hizi. Enda TikTok unaweza cheka. Everybody has an opinion about something. Sasa ukikuwa mtu wa kufuatafuata maneno ya watu, unakuwaga confused.